ni hadithi ya kusisimua ya mzee mmoja aliyefanya kazi katika kampuni ya sola kwa muda wa miaka 30, lakini mwisho wa siku akaja kufukuzwa kisa tu hana elimu. Karibu kutazama simulizi ya hii hadithi mwanzo mpaka mwisho. In case haujasubscribe, hakikisha umesubscribe ili tuwe wa kwanza kupata simulizi zangu zote za hadithi kipindi nazipandisha. Hii sauti ni ya Msaudia TZ, storyteller wako. Okay, tuanze. Hadithi yetu inaanza kwa mtu mmoja anayetambulika kwa jina la Bachubai. Huyu ni mtu aliyekuwa anaishi na mke wake anayetambulika kwa jina la Nim. Wanandoa hawa wameanza kukaa pamoja mpaka hivi sasa umri wao ulikuwa unawatupa mkono. Mapenzi yalikuwa ni mazito sana, japokuwa hawakubahatika kupata mtoto hata mmoja. Lakini leo muungwana anamchukua mke wake na kumpeleka mpaka hospitalini, lakini daktari anatoa majibu mazito sana. Anamweleza ya kwamba kutokana na maradhi yaliyokuwa yanamsumbua mke wake hata kuwa na muda mrefu wa kuishi. Bachubai alikuwa anampenda sana mke wake, lakini alikuwa ni mtu anayependa sana sheria. Mtu huyu alikuwa anafanya kazi katika kampuni moja ambayo ilikuwa inatambulika kwa jina la Green, ambayo ilikuwa ikifanya kazi ya kutengeneza solar panel, na mtu huyu alikuwa akifanya kazi katika kampuni hiyo kwa muda wa miaka 30. Yaani kwa ufupi, mtu huyu alianza kufanya kazi tangu kampuni inaanza kujitafuta. Akatokea kuwa na urafiki sana na mmiliki wa kampuni hii, na hata baada ya mtu huyu kupoteza maisha akatokea kuwa na ukaribu wa mtoto wa mmiliki wa kampuni hii aliyeshika hatamu ya kampuni baada ya baba yake kupoteza maisha. Bachubai alikuwa akipenda sana kazi yake, na hata ikitokea umeme umekatika, yeye alikuwa anabaki ofisini kumalizia kazi ambazo alikuwa na uwezo wa kuzifanya. Lakini pia watu wengine walikuwa wanamdharau sana, kwani mtu huyu alikuwa hana degree yoyote wala certificate, na hivyo wakizani ya kwamba cheo alichonacho alipewa labda ya mtu aliyekuwa mmiliki wa kampuni hii alikuwa ni mshikaji wake. Leo anakutanishwa na bimdada aliyofika katika eneo hili kwa lengo la kufanya internship. Mtu huyu alikuwa akitambulika kwa jina la Doli. Bimdada huyu alikuwa akachanganya. Baba yake alikuwa ni Muhindi, lakini mama yake alikuwa ni Mkorea. Dada akaanza kufanya kazi chini ya muungwana, japo watu wengi waliokuwa wakifanya kazi chini ya mtaalamu wetu Bachubai walikuwa wanalalamika sana kutokana na sheria alizonazo mtu huyu, kwani alikuwa akifuata sheria zote za kampuni. Sasa bidada alikuwa ni mtu wa mitandaoni, yaani muda wote akawa anajisnap, akawa hayupo makini na kazi hii. Hii kitu ikawa inamtesa sana mtaalamu wetu Bachubai. Akaenda kulalamika kwa kijana aitwaye Barat, na huyu ndiye aliyekuwa mtoto wa mmiliki wa kwanza. Akamweleza kuwa hahitaji kabisa kumtraini bimdada waliomleta kwenye hili eneo, lakini Barat akamweleza huyu ndiye aliyechaguliwa na bosi mpya ambaye anahitaji kuinunua hii kampuni. Bachubai akaenda kulalamika kwa Nimu ambaye alikuwa ni mke wake, lakini bimdada anamweleza ya kwamba wanakufanyia hivyo kwa sababu hauna degree. Mshua alimaindi sana, lakini mke wake akamtuliza kwa kumwekea mziki mzuri, na kisha wakaanza kudensi na mambo yakawa motomoto. Yakamtuliza mtaalamu wetu hasira na wasiwasi aliyokuwa nao. Anamweleza mke wake kuwa siku ya kesho anakwenda kufanyiwa interview kwa mara nyingine. Interview hii itasimamiwa na watu walionunua hii kampuni. Watu hawa ndio watakuwa wamiliki wapya wa kampuni. Bachubai anamweleza mke wake endapo akifanikiwa kupita kwenye hiyo interview, basi kuna uwezekano wa yeye kupandishwa cheo. Mshua anafika kazini kesho yake asubuhi na mapema, na interview inaanza. Upande wa kushoto alikuwa kakaa Muhindi, lakini pia upande wa kulia alikuwa kakaa mtu ambaye alikuwa anaiwakilisha hii kampuni mpya. Mtu huyu yeye alikuwa katokea Korea. Sasa mshikaji anamweleza Mr. Bachubai, rekodi yako ni nzuri sana, yaani wewe ni mchapakazi mzuri sana, na inavyoonekana kazi hii unaielewa nje ndani, lakini tatizo ni moja ambalo hatutaweza endelea na wewe ndani ya hii kampuni, ni kwamba hauna degree yoyote.
Bachu anafukuzwa kazi, kila mmoja alishangaa sana, lakini pia kuna baadhi ya wafanyakazi walifurahi sana. Tena kuna mmoja akamweleza kwamba nilikuambia degree ni kitu muhimu sana kwenye maisha ya binadamu. Muungwana baada ya kutema hizo cheche akaamua kupiga picha na Bachu Bai. Mzee anafika nyumbani akiwa na huzuni sana. Bana, majanga akaendelea, kwani pia siku ya leo mke wake hali ilizidi kuwa mbaya. Mke akaanguka na kupoteza fahamu. Anakuja kuamka akiwa hospitalini, pembeni akiwa Bachu Bai na Barati. Baada ya kutoka nje, mke anauliza, je, ni kweli umepandishwa cheo? Bachu Bai akamweleza ukweli kuwa amefukuzwa kazini kisa hana degree. Nimu akamweleza mume wake, mimi nakuaminia sana, wewe ni mtu ambaye ukiamua kufanya jambo linakamilika. Ninaomba utimize ombi langu la mwisho kwako, nenda chuo ukasome upate degree. Bachu Bai akajaribu kuweza kukataa, lakini hilo ndilo ombi la mwisho la mke wake. Baada ya kupoteza maisha na kumaliza shughuli zote za mazishi, Bachu Bai alikuwa na huzuni sana, lakini hapa akaanza harakati za kutafuta chuo ili aweze kutimiza kile ambacho alikuwa kaambiwa na mke wake. Kila chuo alichokuwa anaenda Bachu Bai, waungwana walikuwa wanamkataa kutokana na umri aliyokuwa nao, lakini hatimaye akaamua kumpigia simu Barati kutokana na pesa zake na connection aliyokuwa nayo, akaamua kumtafutia chuo kimoja kizuri sana hapa town. Bachu Bai anaingia darasani. Siku ya kwanza anakutana na yule mwanadada anayetambulika kwa jina la Doli. Hakika bimdada alikuwa ni mwongeaji sana. Hii ikapelekea watu hawa kutolewa darasani kwa siku ya kwanza. Mzee analalamika sana kwa huyu mdada, anamweleza, nimefukuzwa kwenye kampuni ambayo nimefanya kazi kwa miaka 30 kisa sina degree, na siku ya kwanza kufika chuo nimefukuzwa darasani baada ya kukalia kiti kwa muda wa sekunde 30. Wakiwa hapa wanabishana na bimdada, anafika principal anayetambulika kwa jina la Vilini. Huyu jamaa ndiye mkuu wa chuo ndani ya hili eneo, lakini Vilini na Bachu Bai walishawahi kuwa washikaji huko zamani, na pia walishawahi kusoma kwenye chuo kimoja miaka 35 iliyopita. Hadithi yenyewe ipo kama hivi. Hawa washikaji japokuwa walikuwa wanakaa pamoja, lakini walikuwa ni washikaji wa karibu. Katika masomo yao hapa chuoni kwenye mwaka wa mwisho walitokea kupishana, na hii ni baada ya kuwa katika sehemu moja ya kufanyia projekti ambapo ingeenda vizuri basi wangepata scholarship ya kwenda kusomea nje, lakini mtaalamu wetu Vilini aliamini kufeli kwa projekti yao, lakini yeye kukosa scholarship kulisababishwa na mtaalamu Bachu Bai. Lawama za hapa na pale zikapelekea mtaalamu wetu Bachu Bai kumchapa kibao mtaalamu wetu Vilini. Kutokana na sababu za pesa na za maisha zikapelekea mtaalamu wetu Bachu Bai kutoendelea na masomo, hatimaye kwenda kupata kazi kwenye ile kampuni ya Green ambayo ilikuwa inatengeneza solar power, na mtaalamu wetu aliyekuwa anatambulika kwa jina la Vilini, yeye kwao kwa kuwa kulikuwa na maokoto alifanikiwa kuendelea na elimu bila kutegemea scholarship. Bachu Bai anaamini kwenye hiki chuo ameakanyaga, na anaamini huyu rafiki yake anaweza kumharibia ili asiweze kupata degree, hivyo akawa anaogopa sana. Lakini siku ya leo akaamua kujenga urafiki na kijana mmoja anayetambulika kwa jina la Agam, kijana ambaye alikuwa anasumbuliwa sana na mwamba anayetambulika kwa jina la Montu, kwani jamaa alikuwa anamtesa sana na kumpatia adhabu mara kwa mara. Kama unavyoelewa chuoni wababe huwa wakosi. Bachu Bai anafanikiwa kumsaidia huyu kijana kutoka kwenye mikono ya huyu jamaa kwa kuweza kumpiga mikwala kwa kusema yeye alikuwa ni afisa usalama. Basi maisha ya chuo yakaanza, lakini mtaalamu wetu Bachu Bai akaonekana kuwa ni mtu mjuaji sana, kwani kila mwalimu aliyekuwa akiingia darasani yeye kutokana na uzoefu aliyokuwa nao wa haya masomo akapelekea kuwa anawakosoa sana walimu, tena wengine walimu wa vitendo yeye muungwana alikuwa anawatolea maneno, kitu kilichopelekea walimu hawa kwenda kushitaki kwa principal akisema ya kwamba hawamtaki huyu mzee ambaye amekuja kuharibia taaluma yao. Vilini anamuita Bachu Bai na kumweleza kuwa bado hajasahau kile kibao alichompiga
miaka 35 iliyopita, na kwa kuwa amefika ndani ya hiki chuo ili aweze kupata degree, Mwamba anamweleza ya kwamba kuanzia sasa atamwangalia kwa ukaribu kuhakikisha hafanikiwi katika hilo swala ambalo amekuja kulifanya. Maneno ya rafiki yake wa zamani hakumkatisha tamaa Bachubai, akaendelea kupiga kitabu, lakini pia akaendelea kuwa na ukaribu na marafiki zake hawa wawili ambao alikutana nao hapa chuoni. Mzee akasema yeye anashindwa kabisa kukariri formula ambayo alikuwa anapatiwa darasani, na hii ni kutokana na umri ulikuwa umekwenda sana, lakini mtaalamu wetu Agam akampa njia ya kumweleza ya kwamba atafute nyimbo nzuri anayoipenda na kuitumia hiyo nyimbo. Basi Bachubai akawa anatumia melody za huo wimbo ambao alikuwa anaupenda kuimba formula zote ambazo alikuwa akishindwa kuziweka kichwani. Leo ilikuwa ni siku ya pepa. Wakati wa asubuhi anakutana na marafiki zake, wanamuuliza, je, umefanikiwa kusoma sehemu zote? Bachubai anasema nimesoma sehemu zote kasoro peji 2 za mwisho. Doli anamweleza hizo peji 2 za mwisho ndizo ambazo zitakazotoka kwenye mtihani wa leo. Bachubai kimtindo akaanza kuhaha, lakini bimdada akampatia possible. Muungwana baada ya kuingia kwenye chumba cha mtihani, baada ya kupigwa na maswali kisawasawa, muungwana anaitoa ile possible kwa lengo la kuweza kuchungulia, lakini hizi mission kwa kuwa alikuwa hajazizoea kabisa, siku ya leo akanaswa tena na principal. Villain anamwambia Bachubai, tumekukamata red handed ukiwa na possible, na hii ni kinyume na sheria, na kwa hatua hii tunakutimua chuo. Muungwana akahuzunika sana, lakini pia akamkunjia bimdada Doli akiamini kwamba yeye ndiye aliyekuwa chanzo cha matatizo yote. Only gentlemen ndo huvaa vitu original, na maanisha only original kwa viatu bora na original vya kila aina, either ni moka, ni raba, ni sandals, aina yoyote ile, zote unaweza kuzipata kwa mtu mmoja tu, ni Abdi Shoes. Duka lipo Kariakoo karibu na kituo cha polisi cha Msimbazi, ila kwa mawasiliano zaidi unaweza ukawapigia simu au ukawacheki WhatsApp kupitia namba 0718209487. Now if you real a gentleman, basi usivae mdosho, vaa original. Bachubai baada ya kufika nyumbani akawa analalamika sana, lakini hapa akawa anaona kama vision ya mke wake akiwa pembeni yake. Mwanamama Nimu akajaribu kumtuliza na kujaribu kumweleza mume wake asikasirike, lakini pia akampa ushauri aende kumwomba msamaha rafiki yake, hususani ni kile kibao alichompiga miaka 30 iliyopita. Bachubai anaanza kazi ya kumvizia mtaalamu wetu Villain na kwenda kumwomba msamaha, lakini Villain alikuwa hahitaji kabisa ushirika na Mwamba, na leo muungwana baada ya kumtafuta mara nyingi na kumkosa, akaamua kumfuata chuoni kwa lengo la kuzungumza naye zaidi. Baada ya kufika mlangoni, Bachubai akawa anasikia Villain akiambiwa na mabosi zake ya kwamba inabidi afanye kazi ya kwenda kumshawishi Bachubai kumrudisha hapa chuoni, kwa sababu kutokana na umri alionao na kuchukua maamuzi ya kurudi chuoni kupata degree, kitu hiki kimepelekea chuo hiki kupata attention kubwa kwenye media. Bachubai akafurahi sana. Baada ya kurudi magetoni, anakutana na mtaalamu wetu Villain na kumpasha habari ambazo yeye tayari alikuwa anazifahamu. Mtaalamu wetu Bachubai akafurahi sana na kurudi tena chuoni kwenda kutimiza ndoto ambazo alikuwa akaachiwa na mke wake. Sasa chuoni hapa kulikuwa na mashindano ambayo yalikuwa yanatakiwa kila timu kuwe kuna watu 4. Agam kwa kuwa alikuwa anamkubali sana bimdada Doli, hivyo ikabidi kwenda kumshawishi yeye pamoja na kijana mwingine, bila kumsahau Bachubai. Wakaamua kuunda timu ambayo itashiriki kwenye haya mashindano. Hizi taarifa baada ya kumfikia mtaalamu Bachubai, akakataa kabisa kuwa kwenye timu moja na bimdada Doli, kwani Mwamba
anaamini kwamba tokea akutane na huyu mwanamke maisha yake yameenda mlama, yaani kila siku ni majanga. Ili kumkwepa zaidi, Bachubai akawaambia twendeni mkakae magetoni kwangu ili tuweze kufanya mazoezi mpaka siku ya mashindano itakapofika. Vijana wakaongozana na Bachubai, lakini walipofika wakakuta mizigo ya mshikaji ikiwa inatolewa nje. Bwana baada ya kuingia ndani akakutana na Baburi ambaye alikuwa ni mfanyakazi mwenzake huko mwanzoni, na Baburi alikuwa anamcheka sana mtaalamu Bachubai kwa kukosa degree, na leo anamweleza nimeagizwa na kampuni kuja kutoa kila kitu cha kwako, kwani kuna bosi mpya anayehitajika kuja kukaa kwenye hii nyumba, na kwa kuwa hii nyumba ilikuwa ni ya kampuni, muungwana alikuwa hana la kufanya zaidi ya kwenda kutafuta sehemu ya kuishi, na sehemu yenyewe ilikuwa ni hosteli, sehemu ambapo alikuwa anakaa Agam na huyu kijana mwingine. Lakini mzee leo baada ya kutoka matembezini anamkuta Agam na roommate mwenzake, tumbo likiwa linawasumbua. Mshua baada ya kuwauliza wakasema ya kwamba ndani ya hili eneo wanasumbuliwa sana na maji ya kunywa. Bachubai kwa kutumia ujuzi wake wa engineering akaamua kutengeneza kifaa ambacho kina uwezo wa kuchuja maji ambayo siyo salama kwa kunywa na kuwa salama kwa kunywa. Kifaa hiki kilikuwa kinatumia mdundo wa mziki, yani tu endapo ukiplay mziki, yani kifaa hiki ndipo kinafanya kazi ya kuchakata maji kutoka kutokuwa salama na kuwa maji salama. Wanafunzi walimshangilia sana, maana leo alikuwa amewatatulia shida ambayo ilikuwa inawasumbua kwa muda mrefu. Baadhi ya hao wanafunzi alikuwepo bimdada Doli. Muungwana baada ya kumuona bimdada sura ikabadilika kabisa, kwani alikuwa hataki kabisa kusogelewa na Doli, lakini Agam akamweleza mzee ya kwamba thamani ya urafiki huwa tunakoseana na kuombana msamaha, hivyo endapo ukiendelea kuwa na kinyongo kila inapoitwa leo itakuwa haina maana kabisa na kitu urafiki. Muungwana kutokana na haya maneno kutoka kwa huyu mtoto Bachubai, siku ya leo akaenda kumuomba msamaha bimdada Doli, wakaweka tofauti zao pembeni na urafiki wao ukazidi kuwa imara. Siku ya mashindano ikafika, hakika timu zilikuwa nyingi sana, lakini timu ya Bachubai ikaonekana kuwa kinara na hatimaye wakaingia fainali wakiwa timu 3. Siku ya leo ilikuwa inahitajika kila mmoja afanye juhudi ambazo zitamfanya kuwa mshindi, lakini timu ya Bachubai ikafanikiwa kushinda. Kila mmoja alishangilia. Hatimaye baada ya miezi 6 kuweza kupita, Bachubai siku ya leo alikuwa anahitimu na kuweza kupata stashahada yake. Kila mmoja alifurahia, ikiwemo mwalimu wake wa zamani. Aliweza kufika ndani ya hilo eneo na kuweza kumpatia hongera nyingi sana mzee huyu kutokana na furaha aliyokuwa nayo. Aliona kama Bi Mama Nimu alikuwepo pembeni akimpongeza kwa kushinda vikwazo vyote vilivyokuwa mbele yake. Hatimaye akafanikiwa kupata stashahada yake. Bosi katika ile kampuni aliyofukuzwa kazi mwanzoni anafika hapa pamoja na Barati, wanamueleza kwa sasa ulishapata degree, tunataka kukurudisha kazini tena kwenye ile nafasi ya mwanzoni. Lakini Bachubai akasema hahitaji tena kurudi kazini, anahitaji kwenda kuwatumikia wananchi. Bachubai akaamua kuikata nafasi yake ya mwanzoni, na kutokana na elimu aliyoipata na stashahada aliyonayo kwa sasa akaamua kwenda kuendeleza ile product yake ili kuwasaidia wananchi kunywa maji safi na salama. Na hapa ndo tunafikia mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umeipenda hadithi hii na umejifunza jambo jipya, basi usisahau kulike, kucomment, bila kusahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata vigongo vikali kama hivi kila itwapo leo. Kiukweli mimi nimeweza kuipenda hii hadithi kwa sababu imeweza kutufundisha vitu vingi katika maisha. Jambo la kwanza, imeeleza kuwa haijalishi ni changamoto gani ambazo tunazipitia katika maisha, yatupasa kupambana ili tuweze kufikia malengo tuliyojiwekea. Mimi sina mengi ya kuzungumza. Mimi hapa ni storyteller wako, naitwa Msaudia TZ. Tukutane kwenye simulizi zingine nyingi za kusisimua. Bye.